Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka usikie dada yangu hapa anasema hii sheria ya kuoa bibi wawili, wanaume wa Kiislamu wamepuuza, wamewacha, wamelenga, hawataki, hawatekelezi. Swali nauliza kwanza, before tuendelee kumsikiza, dada wewe umeolewa? Dada wewe unaweza kuwa bibi ya pili? Dada wewe kwa nini unaleta hii topic? Simple like that. Wacha tumsikie. Kiislamu, mbona kama hii sheria mwaipuzia? Kila mwanamume wa Kiislamu ameoa mke mmoja mmoja. Mtu ana mke mmoja miaka 40. Jamani, sheria ni matna wa thulatha wa ruba. Nataka sisi wengine tuende wapi? Hii sheria ililetwa ifaidishe mwanamke. Kila mwanamke awe kwenye ndoa, kila mwanamke awe na stara, kila mwanamke awe na mume. Si baadaye mkae mkilalamika zina zinkithiri. Sijui wanawake wanjia mitandaoni, sijui wanawake wanjia kuzurura. Wewe hapo ulipo na mke mmoja miaka 60, miaka 30, miaka 40, mke ni mmoja. Habibi, tufanye nini sisi wengine, tuende wapi? Wanaume wa Kiislamu, mbona kama hii sheria? Aya, umemsikia? Before mimi niongee, wacha ni roll kidogo message hapo usikie. Mimi message ya kwanza mimi nimeandika, wewe umeolewa dada? Utanijibu. Swali lingine hapa, una wazimu? Mwingine anasema hivyo. Sasa sijui anamaanisha nini akiuliza kuna wazimu. Okay. Sio sheria, ni suna. Okay? Message ya watu ndio hayo. Ya dada, shida si wanaume, shida ni wanawake. Kuna wanawake ambao wamekubali kuolewa bibi ya pili. Wako madada wamekubali kuolewa bibi ya pili. Shida si wanaume, shida ni madada. Na pia kuna madada au mabibi zetu hao wa kwanza wamekubali waongezewa bibi ya pili. Haya, hizo ndio vitu nasumbua nyumba nyingi. Si hiyo peke yake. Je, wanaume wanataka kuongeza bibi ya pili, wako na hela, wako na nguvu ya kualisha? Kwa sababu nikisema nguvu hautaelewa vizuri. Wacha ni break down. Nguvu ina mbili. Kuna nguvu ya mwili ya kufanya tendo la ndoa, na kuna nguvu ya pesa. Pesa iko na nguvu yake kando. Kwa sababu gani? Hawa wanawake wawili, watatu, wanne wanataka kukula, wanataka kuvaa, wanataka watoto wasome, wanataka maisha mazuri. Kwa ufupi, wewe uko na uwezo hiyo? Kama wewe mwanaume uko na uwezo hiyo na umekataa kufanya hiyo kuongeza bibi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuandikia dhambi, kwa sababu unafaa utoe hawa kwa ukahaba, unafaa utoe hawa kwa zina. Ya pili, nguvu ya kiume. Wanaume wengi wako na nguvu ya kiume. Tena wanaume maskini, sisi tuko na nguvu ya kiume sana. Nguvu ya kiume tuko nao sana kuliko pesa. So tunaweza sababu wote, lakini shida itakuwa watakula nini? Kuonga sex tunaweza fanya mizuri, kwa sababu wanaume wa maskini wako na nguvu ya kiume sana, kwa sababu wanamaliza stress zao huko, kwa sababu pia kazi wanafanya, kwa sababu pia maisha bila imewachapa. So wale ambao wako na pesa sangine wana hiyo nguvu ya kiume, hawezi enda kwa wanaume wote, wanawake wote. Wewe hiyo moja imemtosha, kwa sababu kulingana na pesa yake na vile imekaa. Na wale wako na pesa, wako na nguvu ya kiume, hawana hela ya kulisha mabibi, hawana hela ya kumaintain hiyo bibi, hawana hela ya kusimamia hiyo nyumba. So sida wewe ungesema au kutoa hii matatizo, ingekuwa mwanaume yote ameoa apewe kazi ambayo inaweza dumu hizo mabibi. Wanawake waweze kufanya kazi, kwa sababu kazi wanawake wanafanya wamenyang'anya wanaume kazi. Au wanaume ambao wanawake ambao wako na pesa, wao wanaume hawa hawawezi kukaa hivyo. Wewe ni nyinyi wanawake, kama familia yenu iko sana, wewe uko na nguvu, wewe pia wao wanaume. Chukua moja ukae nayo, kuliko ukaa ngoje uletewe, au kuliko kukaa ngoje upate. Swali ni hayo tu, ndo mimi naweza sema. Kwa hiyo
Lakini nini nimesikia dada yangu, wale wanaume wako na uwezo ya kuongeza bibi ya pili ya tatu. Dada yetu amesema muongeze, yeye anataka. Wale madada pia wanakubali kuletewa mke mwenza, dada yetu akahapa ako single amekubali. So wanaume, chance ni wenyu. Hii inasemekana hii suna ya kuongeza bibi ya pili, wanaume siku hizi wanaepa, hawafanyi. So wanaume, kazi ni yenyu. Umefikiwa na msichana mdigo, lakini unajua wadigo kwa game, mashallah. Nimemaliza.